kulikuwa na askari wanaendelea na mafunzo. Mbele yao kulikuwa na televisheni na kiumbe ambaye alikuwa na sura ya ajabu. Sura yake ilikuwa vigumu kuelezea kwa maneno ya kibinadamu. Ni yeye huyu ndiye aliyekuwa akifundisha. Malaika akaniambia, sasa nitakupeleka kwenye shule za kishetani, na huko utaona jinsi watu wanavyotoka duniani kujifunza mbinu za uharibifu wa maisha ya wanadamu. Akasema, mwalimu mkuu wa nyakati zote ni Yesu Kristo, lakini baada yake ni Shetani. Nitakuonesha kwa nini anaitwa nyoka wa kale. Mapambano yake na wanadamu ni ya hila. Malaika akaniambia, njoo usimame nyuma yao ili uone vizuri. Hapa hawa wote unaowaona ni wachawi, na wanaofanya kazi hapa ni askari. Wengine ni mapepo ambao wako kwenye utumishi. Wachawi ambao wamebaki duniani wanawatumia ama kuua watu kwa manufaa yao wenyewe au kuwapa watu magonjwa. Katika misheni zao wakati mwingine wanafanikiwa, wakati mwingine wanashindwa. Hii ndiyo sababu wanapata mafunzo ili kuboresha mbinu na mikakati yao ya kufanya kazi, ili kuimarisha uwezo wao. Wanawekeza na kufanya kila kitu ili kuhakikisha kuwa wako hatua moja mbele. Askari hawa wote hawakuwa na cheo sawa, kulikuwa na uongozi, na tuliona jinsi walivyosoma. Mchoro uligawanywa katika sehemu mbili. Katika sehemu moja kulikuwa na muhtasari wa kozi ya masomo yote, na sehemu nyingine kulikuwa na nyenzo. Malaika aliniambia niweke macho yangu vizuri ili nione kile kilichotajwa. Niliona kwamba imeandikwa mashambulio kwa Wakristo na wasio Wakristo. Katika shule ya mashambulizi hayo, mpango huo ulikuwa na mambo yafuatayo: jinsi ya kushambulia Mkristo, mikakati ya mashambulizi, jinsi ya kumkosesha utulivu Mkristo, jinsi ya kunyakua nyota ya Mkristo na kumdhoofisha, ni nini humpa nguvu Mkristo, ukandamizaji dhidi ya Mkristo, pamoja na namna ya kuchukua udhibiti dhidi ya Mkristo. Bado kulikuwa na masomo mengine mengi kwenye ubao. Tulifika wakati mwalimu alipokuwa anazungumza. Aliwaambia wanafunzi wake, adui zetu wakuu ni wana wa nuru, wana Bwana asiyeshindwa, ambaye amewapa uwezo mkubwa, uwezo, mamlaka, utawala, lakini wao wamedhubaa. Maadamu tunaweza kuwaweka kwenye ujinga, tutakuwa mabwana wao siku zote na tutakuwa juu yao. Wana kila kitu. Tuhakikishe hawanufaiki kwa mambo yote haya. Tuwazuie wasije kufurahia baraka hizi. Askari mmoja katika wasikilizaji alimuuliza swali la kesi yake na kusema, nilikuwa nimewahukumu wafungwa wangu 40. 3 kati yao walimkubali Bwana kama Bwana na Mwokozi. Walijitoa katika maombi wakafunguliwa. Kisha profesa akamwomba majina yao, akabainisha utambulisho wao, na kisha profesa akaonyesha picha kwenye runinga. Ilikuwa filamu ya watu ambao mchawi huyu aliwalaani. Niliona sura ya watu hawa ikionekana na mwanga kwenye vipaji vya nyuso zao. Nilimuuliza yule malaika swali. Nikasema, watu hawa wangewezaje kuwa na nuru kwenye vipaji vya nyuso zao? Malaika akajibu, endelea kufuatilia kwanza, kisha nitakupa maelekezo yanayofaa. Profesa aliorodhesha dosari zinazoweza kutokea na hatari zinazoweza kutokea. Akasema, jambo la kwanza ni jina la Bwana wake. Usingeweza kumwacha amtii Mola wake, kwa sababu kwa kumtii atahakikisha ulinzi wake. Ilibidi umzuie kutafakari juu ya Biblia, mzuie kuwa mwaminifu kwa maombi na kuamini katika ahadi zote alizopewa na Mungu, kutompenda jirani yake na kutoka katika kusikia sauti ya Roho aliyempokea. Mambo hayo ya wafungwa ni hatari kubwa kwetu. Malaika wa Bwana akaniambia, unaona kila kitu alichotaja? Hiyo ndiyo ufunguo wa watoto wa Mungu.
hapa ndipo uhuru wa maisha yako ya Kikristo unategemea. Askari mwingine alitoa muhtasari wa tatizo lake. Pia alisema, nilimchukua mpwa wangu mfungwa, na lilikuwa jina la ukoo ambalo liliniruhusu kutumia mamlaka juu yake. Mwalimu alimkatiza na kusema, tayari unazo sababu za msingi, kwani jina lake linahusishwa na maagano yaliyofanywa. Baba yake alikufa na deni lako. Mama yake alikuwa amemtukana mtoto wa watu kwamba ana sura mbaya. Lakini pepo huyo alimjibu, Bwana, nilifanya haya yote, lakini siwezi tena, kwa kuwa hivi karibuni amekuwa hatari kwangu. Anaanza kuhudhuria kanisani. Kwa ombi la mwalimu, picha ya mtu husika ilionyeshwa. Alikuwa akienda kanisani. Wakashauriana, hebu tuchukue hatua za kila namna kumtenganisha na kanisa hili, kwa kuwa ni ukweli kwamba ni kutoka huko ndiko ukombozi wake utakuja. Sasa lengo letu kuu ni mchungaji wa kanisa lake, walisema. Malaika muasi huyu akawaambia, lazima tumpe maono ya uongo ambayo yatalipaka matope kanisa lake. Tuandae ndoto 6 dhidi ya huyu mchungaji na tumfikishie binti huyo. Bado tuwaamshe watu miongoni mwa ndugu zake ambao watamletea ndoto hizo hizo ili kuleta mkanganyiko mkubwa ndani yake ili kumvuruga. Tuwaroge pia manabii walio dhaifu kiroho ili nao wapate maono hasi. Tulete matatizo kati yao ndani ya kanisa, na hata akienda kutoa sadaka hata uona mkono wa Mungu kamwe. Na akiyaona haya yote atachanganyikiwa na kuliacha kusanyiko lake. Pendekezo hili lilimfurahisha kila mtu, na walimshangilia malaika muasi, wakimwambia kwamba yeye ndiye mwenye busara zaidi. Kuona hekima na mwongozo kama huo, kila mtu alianza kuleta shida yake. Mwingine akasema, mimi nafanya kazi mahali fulani, mwenzangu alipandishwa cheo. Inanitia uivu kwa ninayoyaona yanamtokea. Nilimrushia ugonjwa usiotibika. Kampuni ilifanya kila kitu kwa ajili ya uangalizi wake, lakini ilikuwa kazi bure. Siku moja akiwa amerudi kutoka hospitalini, rafiki wa mke wake alimtembelea na kumtambulisha kwa mchungaji wake. Baada ya vipindi kadhaa vya maombi alipona. Alirudishwa katika nafasi yake na nilikatishwa sana tamaa. Malaika muasi, mwalimu, alimwambia kwamba alipaswa kuwashtaki wale wote walioingilia katika kutatua tatizo lake, kuanzia kwa mdada aliyemtambulisha, mchungaji mwenyewe na kadhalika. Kwa vile jina la mchungaji halikujulikana, sura yake ilionyeshwa kwenye skrini, na malaika muasi akamwambia, tunahitaji kujifunza mambo mawili, nguvu na udhaifu wake. Miongoni mwa nguvu zake, mchungaji alikuwa na maisha ya maombi makali. Alikuwa na upendo na wanadamu na mwaminifu. Aliishi maisha ya utakatifu na kadhalika. Miongoni mwa udhaifu wa mchungaji, pamoja na mambo mengine, mchungaji hakuweza kustahimili baraka za watu wengine. Alizungumza kwa urahisi juu ya wengine. Alizoea kula kwa waumini bila kizuizi. Alijishikamanisha kwa urahisi na wasichana. Hakuwa na ujasiri wa kukataa zawadi yoyote ambayo alipewa. Malaika muasi alisema, ili kumshinda, tungelazimika kwanza kudhoofisha maisha yake ya maombi. Tumwinue mtu wa kambi yetu ambaye yuko kanisani kwake na ateuliwe kumwandalia chakula. Na punde tu mchungaji atakapokula, tutamdhoofisha maarifa, ili pia apunguze hamu yake ya kutafakari. Bado atakuwepo mtu ambaye atampelekea sadaka. Baada ya hapo, tutamvuta kununua nguo katika duka ambalo ni la mmoja wetu, na hatimaye atakapoivaa, sasa tutaweka makao ndani yake. Nilistaajabishwa sana na kushtuka. Nikasema, kwa hiyo hivi ndivyo waabudu shetani wanavyofanya?
Malaika akajibu, unapoomba kwa ajili ya mtu, moja kwa moja unashiriki katika vita vyake. Maisha ya maombi ni kama betri. Kila wakati unapoomba, unachaji upya na unapanda viwango vya kiroho. Unazidi kushindikana. Liambie kanisa kile unachokiona katika ulimwengu wa kishetani. Wanachukua picha za watu na kuzisoma ili kuwaangusha. Ambia kanisa kuwa na kiasi, kujitoa kwenye maombi na sio kumfungulia adui mlango. Wathesalonike wa kwanza inasema, ombeni bila kukoma. Je, tunaomba daima? Wakati malaika akinifunulia mambo haya, mmoja wa waabudu shetani aliyekuwepo pia alitoa shida yake na kusema, nimekuwa nikipigana na binti yangu kwa miaka ili asiolewe, na nimeona kwamba katika hizi wiki 2 binti yangu ameanza kujinasua kwenye mtego wangu. Kisha malaika muasi akamwambia, unajua sheria, anza kufanya mambo ambayo yanaweza kuchochea hasira yake. Mara tu atakaposukumwa hadi mwisho, atapoteza udhibiti, ataenda mbali na kutokwa na maneno yasiyofaa. Ni wakati huu kwamba utapata ufikiaji wa maisha yake, na wakati huu utakuwa unajihusisha na mapigano yasiyo na mwisho. Nilimuuliza malaika swali, anasemaje mapigano yasiyo na mwisho? Malaika akaniambia, watu wengi duniani wana matatizo ambayo hayawezi kupata ufumbuzi. Utagundua kwa mfano, mtu akiongeza maisha ya maombi, mapepo yatakuja kuondoa yale yote walioyaweka kama matatizo, ili kwamba maombi hayo yasiguse matatizo. Baada ya maombi, watarudi kuendelea na mapambano yao kwa kurudisha matatizo nyuma. Ndiyo maana watu wengi hawayashindi matatizo yao. Kuna waamini ambao hata huacha makutano yao wakiamini kwamba mchungaji hana upako au kwamba Mungu hatendi, alisema malaika. Nikamuuliza, tufanye nini ili tushinde aina hii ya mapambano? Akaniambia, ili kukomesha aina hii ya mapigano na kupata ushindi, lazima ufanye yafuatayo. Kwanza, jiambatanishe na Mungu. Pili, ni muhimu kutumia masaa katika maombi. 3, ni muhimu kuomba upako wa ushindi. 4, tembea katika maagizo ya kimungu. Na 5, kudumisha tabia ya uaminifu. Hizi ndizo silaha za kushambulia na za kujihami ili kukabiliana na mpango wa shetani. Wakristo wengi wanataka kushinda vita vyao, lakini hawashikamani na Mungu, alisema malaika. Nilitamani kubaki pale ili nisikilize kinachoendelea mahali pale, lakini malaika wa Mungu akaniambia kuwa nina sehemu nyingine nyingi za kutembelea. Akaniambia ni lazima nipeleke shule nyingine ya kishetani. Hivyo ndivyo malaika alivyofanya, akanipeleka shule nyingine ya kishetani. Niliona kulikuwa na darasa mahali pale. Pia kulikuwa na umati wa watu waliokuwa pale na kila mtu alikuwa uchi. Malaika akaniambia, hapa umaalumu wao ni ngono. Pia kulikuwa na malaika muasi ambaye aliwafundisha, aliwapa njia za kujamiiana, mitindo ya ngono. Katika mpango kazi wa somo baoni palitajwa jinsi ya kuiba nishati ya kiroho ya mtu, jinsi ya kuwasiliana na kiungo cha uzazi cha mtu, na umuhimu wa mbegu za binadamu. Mwalimu wa siku hiyo ambaye alikuwa malaika muasi alisema, unajua mapenzi ni silaha kali inayotuwezesha kushinda maelfu ya watu duniani. Lazima tuitumie silaha hii kwa kiwango cha juu zaidi dhidi ya wanadamu. Unajua kuwa wao wenyewe hufungua milango kwa upana. Nitakuonyeshea njia mpya. Malaika huyu muasi alielekeza kidole chake upande wa televisheni. Kisha picha 3 zilionekana kutoka hapo. Ilikuwa simu, kompyuta na televisheni. Malaika muasi alisema, silaha hizi 3 zitaturuhusu kusambaza habari zetu.
katika matangazo yenu ya biashara, tamthilia na kadhalika, tangazeni picha za utupu na sehemu za siri za mwili, kisha zitupieni laana picha hizi. Hatimaye mtaungamanishwa na sehemu zao za siri, na kwa hilo itabidi kuharibu maisha yao. Zindueni safu za mavazi ya wanawake ya kishetani ambayo yanachochea uasherati ili kuwasisimua wanaume. Hakikisheni uchi wa wasichana hao unaanikwa ili watu wapagawe na picha hizi. Mtu mwingine pia alieleza shida yake na akasema, imepita miezi 3 tangu niachane na kijana mmoja. Nilimpenda sana hata nikamnyonya nyota yake. Kijana huyo alikutana na msichana ambaye yuko kwenye nuru na kumleta kwenye kusanyiko lao, na ilikuwa baada ya hapo kwamba tulitengana, lakini nataka arudi kwangu hata kiroho ili niwe mke wake, kwa kifupi kumteka milele. Malaika muasi alitoa pendekezo lifuatalo kwake: vaa vazi la utupu linaloonesha mwili wako na kuroga sehemu zako za siri. Mkikutana, macho yake ataelekeza kwenye sehemu zako za siri. Hata kama atajizuia kutokana na mwendelezo wa uhusiano wenu, muingizie ndani yake mawazo mabaya ambayo yatakuwa lango kwako katika maisha yake. Utapolala naye kwa njia ya ndoto, utaweza kuchukua mbegu zake ambayo ndiyo nyota yake. Tulitoka huko tukaelekea kwenye shule nyingine, shule ya kujipenyeza. Malaika wa Mungu alisema, Ibilisi ameikuza akili yake na kuifanya ifikiwe na watu, na wafuasi wake walitanguliza akili ya shetani kuliko madhara ya wanadamu. Kiumbe au mtu ambaye ana elimu ana ufunguo wa ubora juu ya kila kitu. Shetani alimsukuma mwanadamu kutenda dhambi katika bustani ya Edeni. Aliweka mipaka kwa wanadamu, hasa katika kiwango cha kiakili. Tangu wakati wa uumbaji, mwanadamu alipewa akili isiyo ya kawaida ambayo ilimruhusu kuupeleka ulimwengu mbele katika hali ya ajabu, lakini shetani aliziiba baadaye. Shule hizi zote ziliundwa na shetani kwa kusudi moja: kumdhibiti, kumtawala na kumtiisha mwanadamu. Hakuna mwanadamu anayeweza kumpinga kwa hekima, maarifa au akili ikiwa hana Yesu Kristo ndani yake. Tulikuwa tunatembea katikati ya majengo ya kifahari sana. Ulimwengu huu ulikuwa kama miji yetu mizuri sana ya duniani. Hapo kila mtu anamtambua kama mfalme, anawaonyesha ufalme wake kama pepo, lakini kwa kweli ni paradiso ya uongo. Wale wanaokwenda mahali hapa hawahisi hamu ya kurudi duniani. Malaika aliniambia. Pia aliniambia kwamba wanadamu wanaokwenda huko wanaishi katika ulimwengu unaofanana, yaani katika sehemu mbili. Wanaishi hapa duniani, lakini wakati huo huo pia wanaishi katika paradiso ya uongo ya Ibilisi. Malaika akaniambia, sasa hivi tunaelekea kwenye shule ya upenyezwaji. Huko utawaona wanasiasa, wachawi, maofisa wa upelelezi kutoka pande zote za duniani na kadhalika. Wapo wanaokuja hapa kujifunza na wanaofanya taaluma hiyo ya ujasusi duniani katika nchi mbalimbali. Kutoka pale tulipotoka, tulifika mbele ya hazira. Mlangoni ulikuwa na kichanganuzi, yani skana, ambayo mara baada ya kiumbe kuskaniwa ilitolewa utambulisho kamili wa kiumbe kilichoskaniwa, ikiwa ni pamoja na kiwango cha kiroho, daraja na kadhalika. Malaika akaniambia kwamba wanaoweza kufika mahali hapa ni wale tu ambao tayari wameua angalau mtu mmoja duniani. Kwa kuwa tulichelewa, tuliingia haraka kwa sababu walikuwa wanakwenda kumaliza kozi hivi karibuni. Tulikimbilia ndani. Watazamaji walikuwa wakishangilia kana kwamba mwalimu ambaye alionekana kuwa ni mwanamke alikuwa amemwambia kitu fulani maalum. Baada ya hapo, mwanamke huyo alimwambia mtu aliyekuwepo pale kusimama na kuuliza swali.
Mtu huyo alisema, "Bwana, tunatoka katika familia ya watoto 5 na wa mwisho ni msichana. Nilikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu na rafiki yangu aliniongoza hapa katika ushirika huu. Ilikuwa ni hapa kwa udugu ambapo nilifunuliwa kuwa kati yetu sote ni dada yetu tu ndiye ana nyota ambayo itamruhusu kupata pesa nyingi maishani. Basi tukaamua kutumia nyota yake. Siku moja aliolewa na kupata watoto. Sasa nimefunuliwa kwamba kwa mujibu wa sheria ya hatima, kwa vile dada yangu hajaburudishwa na furaha yake, ni mmoja wa wanaye ambaye atapaswa kurithi nyota yake. Naambiwa nisipokuwa makini, mtoto huyo ambaye atakuwa mpwa wangu baadaye atakuwa mpinzani wangu, kwani atahitaji kufurahia baraka za nyota hii. Kwa hiyo nifanye nini?" Malaika muasi alimtazama na kusema, "Kila kilichopo, kila tatizo huwa lina suluhu. Nitakuonyesha mambo 5 ya kufanya. Sheria ya Bwana wa nuru inatambua kwamba ubora ni wa yule anayetoa. Yeyote anayepokea zawadi yako moja kwa moja hujiweka katika nafasi ya chini kuhusiana na mtu wako." Malaika muasi akamwambia, "Utafanya hivi: tunza nyumba ya dada yako, masomo, kodi ya nyumba, chakula na kadhalika. Tegesha kamera kila mahali katika nyumba yake. Nunua runinga na umpe dada yako kama zawadi, na kila wakati televisheni hiyo inapowashwa, utadhibiti maisha yao na kunyakua baraka zao. Unaweza kuchukua roho ya mauti na kuingiza kati ya watoto ambao ameandikiwa tangu awali kuwa uzao wake huyo dada yako, kwa kuwa bado ana watoto wengine wa kuwapata. Hivyo roho hii ya kifo itakuwa mrithi wa nyota hii ya fedha. Pia una uwezekano wa kupunguza siku zako za kukaa duniani, na utazaliwa nyumbani kwa dada yako kama mtoto wake ili kuirejesha nyota hii na kuifurahia. Unaweza pia kutangaza maisha ya dada yako kama uwanja wa vita, kwani palipo na vita, furaha inabaki mbali." Kutangaza maisha ya mtu kuwa uwanja wa vita ni kuhakikisha kwamba wachawi wote wenye matatizo wataalikwa kuja kuyaingiza katika maisha ya mtu ambaye ni uwanja wa vita. Kwa njia hii, maisha ya mtu yatakuwa mfululizo wa matatizo. Watazamaji wote walishangilia. Mwingine pia akapiga hatua kuelezea shida yake. Alisema, "Mimi ni mchawi. Tuna klabu ya mziki jirani na tunafanya kila namna ili angalau katika kila mtaa kuwe na ya kwetu. Mchungaji alikuja kupanda kanisa lake katika ujirani wetu na nuru yake inatusumbua." Malaika muasi akamwambia, "Nenda ukajipenyeze. Nenda na uwe mshirika hai wa kanisa. Uwe na bidii, itakufanya kuushinda moyo wa mchungaji hadi ujiunge na mduara wa washirika wake wa karibu. Lakini itakuchukua muda wa miaka 4 kwa ujumla. Katika hatua hii utakuwa na taarifa bora na kisha kuweka mikakati ya mashambulizi dhidi yao. Kumbuka kwamba sheria ya mwalimu wa nuru inasema kwamba kiwa kichwa ni mgonjwa, mwili wote unateseka. Unganisha idara yao ya uinjilisti na kanuni, yani kodi zako za uchawi. Wakati timu ya idara ya kanisa itaenda kuinjilisha, watu wetu wataona kodi hii juu ya wainjilisti na wataelewa kuwa wainjilisti wanawaalika wachawi wote kuja kutimiza misheni kanisani. Mkiwa wengi, ushindi utakuwa wa uhakika. Wachawi watakao kuja kwa mwaliko wako waungamanishe mioyo yao na ule wa mchungaji, na wao pia wapendwe na wawe wasimamizi, wahubiri na kadhalika. Mwangwi wa sauti zao utawasukuma waumini kanisani. Changamsha moyo wa mchungaji ili uwe itifaki wake. Ukimpa maji, itabidi umroge kila mara. Mpe mapenzi ya mambo ya kipuuzi, siasa,
hata akiwa na watumishi wake, na hiyo itapelekea yeye kuwa kero katika kusanyiko. Malaika wa Mungu akaniambia, ulikuja hapa kuona vitu hivi na kuvifikisha kwa ulimwengu. Waambie watumishi wa Mungu wachunguze watu wanaoweza kutengeneza miduara yao, yani watu wanaowafanya kuwa wakaribu. Si kila mtu anayekuja kanisani ni kwa ajili ya baraka, maombi au kutegemeza kazi ya Mungu, lakini watu wengi wanakuja kwa uharibifu. Waambie Wakristo wadhibiti na kuchunguza ni nani anayepaswa kuwa rafiki yao, mpendwa wao. Kisha nikauliza swali la ni nini tufanye ili kuzuia mambo haya yote? Malaika akaniambia, hebu Wakristo wamwombe Mungu macho ya rohoni. Pili, washiriki kila wakati katika maisha ya maombi. Mwanafunzi mwingine aliongea na kusema, kuna watu wamekuja kuishi katika kiwanja chetu. Tangu wakati huo natafuta njia ya kuingia ndani ya nyumba yao, lakini ni kazi bure. Malaika muasi akamwambia, wana mtoto mdogo, hakikisha kwamba kuna ukaribu kati ya mtoto wao na wako. Taratibu ukifika muda wa kutoka, wataanza kumwacha mwana wao nyumbani kwako, na hapo mara kwa mara utafanya mazoea ya kugusa kichwa cha mtoto kila mara ili kuingiza akili yako ndani yake, na kutoka hapo mtapata njia ya kuingia kwenye nyumba hiyo. Kwa vile wana nabii anayesimamia kusanyiko lao, yanapotokea matatizo ataona na kufikiri kwamba ni mtoto huyu ndiye mzizi wa matatizo yao. Mwingine pia alitoa shida yake na kusema, lengo langu lilikuwa kuharibu biashara ya rafiki yangu, lakini sikuweza. Kwa hiyo nifanye nini? Je, ni lazima nimpe chakula ili kumroga? Baada ya kuangalia filamu ya mtu huyu aliyeshtakiwa, malaika muasi akamwambia kwamba kumpa chakula haitafanya kazi, kwamba hata kula chakula hicho. Akamwambia tena, ingebidi umpe pesa, basi utamiliki mwili wake na utampa roho ya kujiangamiza. Nikamuuliza malaika, roho ya kujiangamiza ni nini? Ni nguvu za kishetani zilizowekwa juu ya mwanadamu na ambazo humsukuma kujiangamiza au kuharibu mali yake. Malaika akanijibu, ndio maana watu wengi wanafanya biashara ambazo hazifanikiwi, wanaishia kufilisika. Malaika muasi alihutubia kundi hilo la watu akawaambia, nathamini na kukubali kazi yenu na wakubali sana. Hadhira nzima ilishangilia. Malaika wa Mungu akaniambia, hao ni wajumbe wa serikali ya nchi. Huwa wanamshauri rais kwa mambo yanayompelekea kwenye maovu. Waambie watu ambao ni mameneja kwenye makampuni waangalie wafanyakazi wao. Wengine wanakuja kuwaangusha. Mungu amekupa silaha za kujilinda dhidi ya watu wabaya na washauri wabaya, ambazo ni neno la Mungu, utambuzi wa nia, zawadi ya hekima, pamoja na neema ya kuelewa matukio. Malaika wa Mungu akaniambia, mambo haya lazima yawe ndani yako kwa wingi. Mmoja wa wanafunzi hao alisema alipewa misheni ya kuua mtu, lakini hakuweza. Malaika muasi akamwambia, itakuchukua miaka 25 kufikia kiwango chake cha kiroho. Ili kufanya hivyo, itabidi utoe dhabihu ya watu 10. Utalazimika kutoa dhabihu, kushikamana naye na kwenda nje kufanya maombi pamoja, kumzuia kutafakari Biblia. Kufanya hivi ni lazima umtembelee muda wote na asubuhi na mapema, umletee kila aina ya masumbuko. Ndivyo atakavyokuwa hatarini baada ya miaka yote hii. Unajua, kujipenyeza ni mchakato mgumu. Kutakuwa na mijadala, kwa hivyo lazima ufuatilie kwa makini somo la leo ambalo lina kichwa jipenyeze bila kufunuliwa. Malaika akaniambia, lionye kanisa la Mungu,
waabudu shetani wanafanya kazi kwa siri, kwa busara, wanafanya kila kitu ili wasifichuliwe. Wanafanya kila kitu kugeuza mawazo ya watu kutoka kwa matendo yao. Ndio maana utaona mtu anafanya uovu na kugunduliwa baada ya miaka 20. Watakuwekea kikomo kiroho ili usiweze kupata habari zake. Kwa hiyo nikamuuliza jinsi ya kugundua mambo haya yote. Akasema, ni upendo wa Mungu. Hufunua kile anachotaka wakati anaotaka na kwa nani anayemtaka, lakini pia maisha ya dhabihu na kumtafuta Mungu. Aliendelea na kusema, pambano ambalo ni gumu kushindwa ni lile ambalo una wapinzani ndani yake. Kila unaposhindwa katika kile unachofanya, muombe Mungu akuonyeshe mtu aliye nyuma ya kushindwa huko. Aliponieleza hivi, malaika muasi aliwaambia wanafunzi wake, lazima niwaonyeshe jinsi ya kufanya kazi kwa kutumia utambulisho wa uongo. Vaeni nyuso za watu ambao ni tishio kwa ufalme wetu. Wafanyeni watu wasio na hatia watangazwe vibaya na kuchukiwa isivyo haki. Katika sehemu hiyo, malaika alinionyesha chumba kidogo cha mikutano. Kulikuwa na watu wachache na viumbe wa kipepo walikuwa katikati ya mkutano. Walikuwa wanapanga njama dhidi ya mtu na kupanga jinsi ya kufikia mwisho wa mtu huyo. Licha ya mitego na njama nyingi, hawakuweza kufanikiwa. Je, ni nani huyo mtu? Na kwa nini hawakufanikiwa kumdhuru mtu huyo? Majibu yote utayapata katika mwendelezo. Leo tutaishia hapo.